Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. Lakini nataka nikuambie kuna watu ambao walikuwa wamefungwa na mauti wala wasingeweza kudumu muda mrefu bila kufa, lakini Mungu jana ameondoa roho ya mauti juu ya maisha yako. But I want to tell you, there was a people who were bound with the spirit of death, and there could be no way out from it, but the Lord has released them and they are free from yesterday. Fungua kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 17. Open the book of 2 Kings chapter 17. Tutaanzia hapo. We'll start from there. Wafalme wa Pili sura ya 17. 2 Kings chapter number 17. Mstari wa 28 mpaka 41. Verse number 28 to 31. 41. Thank you. Tunapokwenda kuangalia juu ya mizimu na athari zake, as we go to see about idols and its effect, kuna maswali ya msingi ambayo tunataka Biblia ijibu. There are vital questions that we want the Bible to answer. Na itauliza mizimu ipo, na kweli mizimu ipo? And it will ask, are idols there, and it's true that idols are there? Tunapoongelea juu ya mizimu, je, mizimu ipo? As we speak about idols, is there idols? Na swali lingine, je, inatenda kazi hata sasa? And another question is, are they working till now? Hallelujah. Na baadaye tutaangalia, je, Mungu ana nguvu dhidi ya mizimu? And later on we will look, is God powerful over idols? Hallelujah. Ndipo tutaelewa basi kile ambacho Biblia inaeleza. And we will understand what the Bible is explaining. Tuanzie pale tulipoanzia jana, Wafalme wa Pili sura ya 17:28 mpaka 41. Let's start where we started yesterday, 2 Kings chapter number 17 verse number 28 to 41. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda kakaa katika Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Lakini pamoja na hayo, watu wa kila taifa wakajifanyia miungu yao wenyewe. Hebu sema pamoja na hayo, pamoja na kufundishwa. Say together by being taught. Bado wakajifanyia miungu yao wenyewe. They also made their own gods. Yasema wakaiweka katika nyumba ya mahali pa juu, walipofanya wa Samaria kila taifa katika miji yao walimokaa. Watu wa Babeli wakafanya, angalia miungu walioitengeneza sasa inaitwa na majina hapa. Watu wa Babeli wakafanya Sukoth Benoth kuwa mungu wao. Angalia imeandikwa mdogo, maana yake ni miungu. Watu wa Sukoth Beneth kuwa ndio mungu wao, watu wa Babeli. Na watu wa Kutha wakafanya Negali. Watu Hamath wakafanya Ashima. Haya ni majina ya miungu. Tunaenda sawa eh? These are names of gods. Are we tunaenda together? Sawa kanisa? 31. Waavi wakafanya Nibuhaz na Taritaki, na Wasefadhi wakaunguza wana wao katika moto kwa Adrameleki na Anameleki, miungu ya Sefavaimu. Angalia kila kabila, lugha, taifa wakawa na miungu yao. Tunaenda sawa? Basi hivyo wakamcha Bwana, nao wakajifanyia wengine wao kuwa makuhani wa mahali pa juu, ambao waliwafanyia dhabihu katika nyumba za mahali pa juu. Angalia, wakamcha Bwana. Angalia kitu kinachotaka kuangalia hapa. Wakamcha nani? Na kuihudumia na kuitumikia miungu yao wenyewe. Wamefundishwa, wanaenda kanisani, wanamwabudu Mungu, lakini wakirudi upande wa pili wanaabudu miungu yao wenyewe. They are being taught, they are going to church, they worship the Lord, but when they go back home, they worship their own gods. Ni sawa eh? Ninaeleweka hicho Kiswahili? I may understood. Wakamcha Bwana. 33 inasema wakamcha Bwana na kuitumikia miungu yao wenyewe. Na maana yake namba 2.
hawakuridhika na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi wanapokwenda kufundishwa na kumcha Mungu, maanake kumwabudu. Waliporudi upande wa pili wakaicha miungu yao wenyewe. Meaning they were not satisfied when they went to worship the Lord God Almighty. Then when they went back, they started worshiping other gods. Biblia inasema sawa na kawaida ya mataifa ambao wao walihamishwa kutoka kwao. Hata siku hii ya leo, hebu sema hata siku hii ya leo. Say even this day. Ufanya sawa na kawaida ya kwanza, wala hawamwogopi Bwana, wala hawazifuati sheria zao, wala hukumu zao, wala ile torati, wala ile amri ya Bwana aliyowaamuru wana wa Yakobo, ambaye alimpa jina la Israeli. Hawa ambao Bwana alifanya agano nao, akawaamuru akasema, msiche miungu mingine, wala kuisujudia, wala kuitumikia, wala kuitolea sadaka, ila yeye Bwana aliyewaleta kutoka nchi ya Misri kwa nguvu nyingi na kwa mkono ulionyooshwa. Yeye ndiye mtakaye mcha, yeye ndiye mtakaye msujudia, yeye ndiye mtakao mtolea sadaka. Tunaenda sawa? 37. Na sheria na hukumu na torati na amri alizowaandikia, hizo ndizo mtakazozishika na kuzifanya hata milele, wala msiche miungu mingine. Msisitizo kweli kweli. Na hilo agano nililofanya nanyi msilisahau, wala msiche miungu mingine. Lakini Bwana Mungu wenu ndiye mtakaye mcha, naye atawaokoa mikononi mwa adui zenu wote. Walakini, sema walakini, hawakusikia, bali walifanya sawa na kawaida zao za kwanza. But they did in their own practices. 41 inasema, basi mataifa hawa wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao. Angalia makosa yao. Wanaenda makanisani, bado wanaenda kutambikia. They go to church, but still they go to sacrifice. Ni sawa si sawa? Are we together? Biblia inasema hivi, basi mataifa hao wakamcha Bwana, tena wakaziabudu sanamu zao za kuchongwa, na wana wao vile vile, na wana wao, kama walivyofanya baba zao. Wao nao hufanya vivyo hivyo hata leo. Hebu sema hata leo. Say even today. Bwana tusaidie. May the Lord help us. Kwa hiyo tunajua kwamba miungu ipo mpaka leo. So we know idols or gods are still there na watu wengi wanakwenda makanisani, na wakitoka bado wanaweza kwenda kutambikia. There are a lot of people, they are going to church. When they go out of church, still they go to worship other gods. Ni jambo la hatari sana. It's very dangerous. Na iko kwa kila taifa, kila nchi, kila kabila, kuna namna miungu iliyojifunua ambavyo wanaiabudu ama wanaisujudia. It's in every country, every nation, every language. There's the way people have gods that they worship. Na wale wanaokuwa Wakristo, and those who become Christians, wanapofika mahali hawataki kuiabudu hiyo miungu, when they come to a place where they don't want to worship those gods ambao baba zao ama vizazi vyao waliabudu, wao watoto wakakataa, hali hawajatengwa na hiyo miungu kwa uongozi wa Mungu, huwa inaleta kisasi. The gods that their father of those children they worshipped, but they don't want to worship them anymore, those gods brings vengeance. Mnasikia kitu nimesema? Do you hear what I say? Wakristo ambao wamempenda Mungu, Christians who loved God, vijana ambao wameelimika wataki kwenda kusujudu ama kwenda kutambikia, youth who are educated that they don't want to go sacrifice, wanalisikiliza neno la Mungu kanisani, wanasema inatosha, hatutaki kuabudu miungu. They listen the word of God in the church, they say it's enough, we don't want to go worship the idols. Lakini hawajamlilia Mungu ili Mungu awafundishe namna kujitenga na hiyo mizimu. But they've not cried to the Lord so the Lord can teach them to separate themselves from those idols. Ile mizimu inawaacha. Those gods will leave them alone. Inaanza kuwafuatilia. Will start come following them. Inafika kiwango, it comes to a level cha mafanikio yako, in their prosperity. Ile level ilivyofika ndivyo inavyokuja kuleta kisasi, ama kukushusha chini ama kukuondolea uhai wako. That level is the one that brings vengeance, whether it comes to bring you down or
to take out your life. Sababu yake nini? What is the cause of this? Wewe unampenda Mungu, You love God, lakini kwa kweli hujajitenga na mizimu. but truly you have not separated yourself with Na God. unajua maana ya mkataba. And you know the meaning of contract. Biblia nasema katika kitabu cha Maombolezo, The Bible says in the book of Ecclesiastes, sura ya 5, chapter number 5, mstari wa 7. verse 7, Nasema baba zetu walitenda dhambi nao sasa hawapo, maana yake wamekufa. it says, our fathers did evil, but now they're not here, meaning they are dead. Lakini sisi watoto tunavuna maovu yao. But we as children, we are harvesting their evil. Watoto watavunaje maovu ya wababa ambao wao walisujudia miungu na mimi namsujudia Mungu aliye hai? Maovu yale yajeje kwangu? Dhambi hiyo ijeje kwangu? How can I harvest or get the evils that my fathers have done, and I'm not doing the same way as they did? I'm worshiping the true God. Katika ulimwengu wa roho, In the spiritual realm, Mungu ameweka sheria yake, God put his law, na adui pia ameweka sheria and yake. also the enemy put his Mtu law. anapoingia mkataba, A person when he comes and enter into the hata wa contract, kibinadamu, normally even humanly, lazima mtu yule, kama wana mkataba, inaweza ikaitwa hiyo ni kataba, imekuwa inaweza kaitwa ni kampuni ama shirika, lakini ina watu 3, 4, 5 wamejiorganize pamoja. Kwa hiyo ni mkataba, ndani yake wako hao watu. if you have the contract, it may be a partnership or company that people are organized, maybe 2, 3 or 4, but it's a contract that people have inside that partnership. Na mtu mmoja wapo akitaka, kati yao 3 au 4, akitaka kuvunja huo mkataba, hawezi kuinuka tu kusema kuanzia leo mimi sitaki kampuni, nataka cha kwangu. Ataambia fuata sheria, maana tumeingia mkataba. And any person who want to get out of the contract, you cannot just rise in the morning like I'm getting out of this contract. Wangapi You have to follow the laws. Wangapi wanaelewa kitu nasema? How many understand what I'm saying? Na kuna utaratibu wa kujiondoa. And there is procedures to get out of the Watakwambia contract. fuata utaratibu bwana. They will say, follow the instructions. Hauwezi kuinuka tu asubuhi ukasema mimi sitaki mkataba, sifanyi kazi na nyie, basi mimi nimeamua tu, eti unajamu. Haiendi hivyo, na uchukua hatua watakufunga. You cannot just wake up in the morning, I'm not going to be in the contract, I want my own thing, I'm getting out of the way. No, it doesn't go like that. You have to follow the laws. If you do that, they will take you in the prison. Baba zetu walipoingia mkataba wa kumsujudia shetani, Our fathers, when they get into the contract of worshiping the Satan, kizazi cha huyo baba au cha mama kiliandikwa kutoka kuzimu na kikafuatiliwa na uzao wake. the lineage or generation of that woman or man that was been written in hell or heads, and it been followed. Unajuaje? How do you know? Biblia inasema The Bible says katika kitabu cha Kutoka, in the book of Exodus, anasema Mungu anafuatiliza kizazi cha kwanza mpaka cha 4 cha wamchukiao. the Lord is following to the generation from the first generation to 4th generation who hates him. Kwa hiyo Mungu ni wa vizazi. So God is God of generations. Shetani naye anafuatilia kizazi kile alichokishika. And also Satan is following the generation that he is holding. Na kwa sababu hiyo And because of that, ndio maana that's mtu why anapookoka when you are born again, ni lazima you must. afundishwe namna ya kujitenga na mizimu ambao waliabudu baba zao. You must be taught to separate yourself from the gods that your father was worshiping. Vinginevyo Or else, hawezi kumaliza akiwa na mafanikio. you cannot finish with success. Anaweza kawa na maono, You may be having visions. anaweza kawa na ndoto, You may having dreams. lakini mwisho But in the wengi end, wamekufa na ndoto zao. a lot have died with their Hazijatimia. dreams. They are not Nani fulfilled. amefanya hayo? Who did that? Mizimu inalipiza kisasi. Gods are paying vengeance. Lakini tunapokwenda kujitenga kwa uongozi wa Mungu, But as we separate ourselves with the Lord's kwa guidance, sababu wazazi wetu walikosea, because our parents were wrong, tunaenda sawa. are we together? Kwa sababu Biblia nasema Because the Bible baba says zetu walitenda dhambi nao sasa hawapo, maana yake wamekufa. our fathers did evil before the Lord and they are not there, meaning they are Lakini dead. sisi But us, tunavuna maovu yao. we are taking or harvesting
their evil ways. Wangapi wanaelewa kitu nasema? How many understands? Lakini tunapojitenga kwa uongozi wa Mungu, as we separate ourselves by God's guidance, mizimu itaendelea kuwepo, kwa sababu mizimu ni moja ya mlango wa shetani anaosimamia mwenyewe akitafuta kuabudiwa. Gods will keep on being there because it's one of the gates of the enemy or the Satan wanting to be worshipped. Tunapojitenga, as we separate ule ourselves, halali kuondoka, that right to get out, ule mkataba ukafutwa, that contract being deleted. Biblia inasema hati ya mashtaka inafutwa. The Bible says the contract of accusation is being deleted. Utapita katikati ya wachawi, utapita katikati ya miungu, haitakugusa, maana wewe sio mali yao, wala rekodi haipo kwao. Una rekodi ya kibaraka. You go through gods, they will not do harm to you because you have no record of them. You have the record of the Lord. Hebu sema amina kama unaelewa. Say amen if you understand. Siku ya Jumapili wakati nafanya ibada hapa, on Sunday as I was doing service here, Mungu akaniruhusu kuombea watu. The Lord allowed me to pray for people. Wakati naombea watu, as I was praying for people, kuna kijana mmoja ambaye ana familia yake. There's a young man who has his family. Lakini babu zao na vizazi wao walimsujudia shetani. But his grandparents and his generation were worshiping Satan. Wakati Mungu anashuka kuwafungua watu, zile roho zikapanda juu ya huyo bwana. As the Lord came down to minister his people, those spirits came up from that person. Zikasema, they said, wewe, you, tunakusubiri. We are waiting for you. Baba yako tumemuua. We killed your father. Sisi ni mizimu. We are gods. Wewe kwa sababu unamtegemea Mungu wako, hatuwezi kukugusa na mali zake. You, because you are depending your own God, we're not going to touch you with your belongings. Lakini ngoja ukajifanye unachukua mali yoyote ya urithi wa baba yako, tutakuchinja. But wait, when you come to take the inheritance, any inheritance from your father, will kill you. Nikamwambia kwa nini? I said why? Kasema hiyo mali ni ya kwetu. He said that belonging is ours. Na yeye alijitenga na sisi, akawa na mali aliyepewa na baba yake, yani Mungu aliye hai. And he separated himself and he has his own belonging from his father, meaning God who is alive. Kwa hiyo tunamtegeshea. So we are putting a trap. Wakati wa kugawanya mali za baba yake ambaye tumemuua, when they are going to separate the belonging of his father who we killed, akichukua chochote, if he takes anything, tutakuwa na uhalali naye. We'll have legal rights. Tutamuua. We'll kill him. Umeelewa kitu nasema? Do you understand what I'm saying? Nataka nikwambie, I want to tell Mungu you, atatuongoza God will lead us kujitenga na mizimu. to separate ourselves kutoka from hapo, the gods. From there, utajiri utakujilia, riches will come to you, huduma itakujilia, ministry will come, uzao utakujilia, ambao hauna madai yoyote na kuzimu. that does not have any hold from hell. Hebu sema amina kama unanielewa. Say amen if you understand. Na watu wengi hawajaelewa. A lot of people have not understood this. Mungu aliponipa nafasi ya kufundisha haya, sikiliza, sikufundisha kwa sababu nimesoma maandiko matakatifu. Nimefundisha kwa sababu sauti ya Mungu ilinijilia na kukaa kwa muda mrefu mbele za Mungu. Akaanza kunifundisha namna siri ya kutoka. Kwani watumishi wanauawa? Kwani familia nyingi zinauawa? Kwani Waafrika wengi ni maskini? Mungu akaanza kunifundisha pole pole, na nilipoelewa akaniambia ngojea wakati wake. Wakati ulipofika niliposimama, watu wengi wakanipinga, sema ukishaokoka yote yamekwisha. Nataka nikwambie, kama Yesu anaokoa, Yesu anaponya, maana yake ukiingia kwenye kampuni ya Yesu Kristo ukasajiliwa mbinguni, maana yake ana uhalali wa kuanza kukutenga na mizimu ili Kristo atawale. Listen, when I started teaching this, when the Lord told me to do this, I didn't start because of my own religion or I wanted just to do. Because the Lord instructed me to do so. I've learned and learned, and He told me the time when it came, I started teaching. And when it come, the time will come, you will see the results of being separated with idols. Watu wanamchukulia Kristo tu. People are just taking easy Christ. Nikishaokoka yamekwisha. When I'm born again, it's gone. Yamekwisha. It's gone. Unamrahisisha. Kama ameisha, kwa nini unapita mahali unapita? You are simplifying like that and you're going through what you're going through. Kanini kama ameisha, kwa nini usiwe tajiri kama watu wa Marekani? If you are, it's done, why you're not being rich like people from Kama America? yamekwisha, kwa nini huduma zetu hazipanuki kwa utukufu
utukufu wako wa utukufu wa Mungu, na wakati umeitwa na una maono makubwa kama ni mtumishi, na bara la Afrika lina watu wengi, kwani wachache ndio wanaokoka na wengi hawaokoki? If it's done, why your ministry is not expanding or flourishing, and continent of Africa, a lot of people are not born again, and you say it's done? Saa imefika. The time has come. Watu watamwona Yesu waziwazi katika njia ya wokovu. People will see Jesus openly in the true way. Na Biblia inasema mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. The Bible says the secret things are for the Lord. Lakini yakishafunuliwa, but when they are revealed, utaiona Afrika inapaa na pamoja na Kristo. Africa flying with inapaa Christ. Kwa utumishi. We fly inapaa with kwa baraka. You fly with blessings. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi wamezuiliwa njia zao na mizimu. A lot of people are hindered their ways with gods. Imepelekea watu wengi kukata tamaa. It brought to a lot of people to lose hope. Jana tuliangalia mambo hayo. Yesterday we looked upon these things. Na mizimu ina nguvu sana ya kufunga watumishi fahamu zao. And gods have a strength or power to capture servants of people's minds. Na unajikuta kwa sababu ya hali ya mizimu, wachawi wanatumiaga mlango wa mizimu ya upande wa mtu alikotoka, hata kama ni mtumishi, kuja kumwangamiza ama kuja kumkamata. And if you can see witches, they use a gate or a door of the gods that the person came from to come and capture their mind. Na wakati wao maagenti wanaweza wakaja ndani ya kanisa. And at that time agents can come in the church. Na wanaangalia uhitaji wako. And they see your needs. Wanaangalia wewe unahitaji gani. Wanajua Mungu amekuita, una moto wa Mungu, una they know God has called you, you have a fire of God, you have a voice of God. Wakiona wewe maisha yako ni ya umaskini, watakuja maagenti ambao ndani yao wana pesa, wana vitu, alafu wewe kwa sababu wametumia mizimu ya upande wa kwenu, watakapokuja hutawatambua wala hutajua kama ni maagenti wakuja kuua huduma yako. Wengi wamekamatwa kwa namna hiyo. They will come, they will see your needs. If they come in your church, you have fire, you have the voice of the Lord, but you're poor, they will come agents who have money. They will come bring you money. Because you have captured your mind with the idols, you will not see them, and you take that money and you'll be captured completely. Chawi na maagenti wanatumia mizimu likotoka, kama hujatengwa wanatumia ile mizimu likotoka ili kukufunga kwenye ulimwengu wa roho, usiweze kuwapambanua au kuwaelewa maadui wanapokuja. Witches and agents, they use the gods or ancestor spirit that from where you came from to understand, to come how to capture you. And if you don't understand, they will come and capture your mind. Amepelekea makanisa mengi kudumaa. And it made a lot of churches to stuck. Amepelekea watu wengi kutawanyika. A lot of people to scatter. Na watu kukosa matumaini. And people to lose hope. Mungu atusaidie. May the Lord help us. Ndio maana unaweza kusoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 86. That's why you can read a book of Psalms 86. 86. Psalms chapter number 86. Kama unanielewa useme amina. If you understand me, say amen. Zaburi ya 86 na mstari wa 13. Psalms chapter number 86 verse 13. Mtu huyu anamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amemkomboa na milango ya kuzimu. This person is giving thanks to the Lord because God has delivered him from the gates of hell. Anasema maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Umeiopoa nafsi yangu na kuzimu. For great is your love towards me. You have delivered me from the depth, from the realm of the dead. Umeona ilivyoandikwa? You see how it's written? Maana fadhili zako kwangu ni nyingi sana. Because you are great, your love is great to me. Umeiopoa nafsi yangu na kuzimu. You have delivered my soul from death. Kuiopoa ni mfano wa mvuvi anapoopoa samaki kwa ndoana. To capture or to take it is like a fisherman taking a net to fish. Anaiopoa nafsi, kwa hiyo nafsi za watu zinakamatagwa na kuzimu. You can deliver the soul because the soul of somebody is being captured in heads. Ukiangalia
Ndio maana ule 88, Zaburi 88 hapo mstari wa 8. If you see Psalms 88 verse 8, inasema hivi. It says this. Wanijuao umewatenga nami, wamenifanya kuwa chukizo kwao. Nimefungwa wala siwezi kutoka. Sema nimefungwa wala siwezi kutoka. Say I'm confined and I cannot escape. Hallelujah. Kwa hiyo kazi ya kuzimu huwa inawafunga wanadamu wasiweze kutoka. So the work of Hades is to bound people so they cannot come out. Na ndio maana jana tumesoma katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 38 mstari wa 11 na ule wa 17. That's why yesterday we read the book of Job chapter number 38 verse number 17. Inasema, it says, tazama utafika mpaka hapa lakini hutapita. See, you come to this place but you will not pass. Na mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. As you have waves passing, they will stop you. Alafu anaanza kusema, je, umefunuliwa malango ya mauti? Say, are you being opened the gates of death? Au umeyaona malango ya kuzimu? Or you have seen the doors or gates of Hades? Jana nikakwambia anafundisha anayenyeza kwamba, je, umeyajua utendaji wa malango ya kuzimu? Yesterday I was teaching you, he was saying, did you see the work of Hades? Kazi ya mlango wa kuzimu, the work of the gates of Hades, ni kuzuia, is to hinder, ama kuua, or to kill, ama kumshusha mtu, or to cast down somebody. Tabia ile ile ambayo Mungu alimshusha shetani, shetani anawashusha wanadamu ambaye wana sehemu ya milango ya kuzimu kutoka kwenye generation yao. Same character of which God casted down Satan, Satan also takes the same way, casts down people, those who have idols from their generations. Isaya sura ya 14, Isaiah chapter number 14, mstari wa 13 mpaka 16, verse 13 to 16, Biblia inasema, the Bible says, kipindi hicho Mungu alipomgundua shetani anataka kumpita yeye Mungu, those time when God knew that Satan want to go ahead of God na kuleta mapinduzi kule mbinguni, and bring turnover in heaven, maana alisema moyoni mwake, because he said in his heart, nitapita kiti cha enzi cha Mungu niwe juu yake, I will pass the throne of God to be above, na yeye afanane na yeye aliye juu, yani na Mungu, that he should look like the one who is up. Na Mungu akamjibu akamwambia, nitakushusha mpaka kuzimu. And the Lord God told him, I will cast you down to Hades, mwisho wa nchi. and the ends of the world. Inamaanisha nini? What does it mean? Watu walio na mizimu, those who have gods, ama wenye milango ya kuzimu, or have gates of wengi wao idols, wameibishwa na shetani. A lot of them are being shamed by Satan. Kwa mfano wafanya biashara, example of business people, anaanza kufanya biashara, you start doing your business, anaanza vizuri, you start good, na biashara inakuwa, and your business is flourishing. Kumbuka shetani anangojea kwenye kiwango. Remember, the devil waiting at the point where you are na there. Ayubu kwamba nikasema utafika mpaka hapa lakini hautapita. As we've been told by Job that you will go to here but you will not pass. Maana yake anaposema utafika mpaka hapa, atakuacha yeye, atakusubiria hapa, lakini wewe umetoka huku. Mungu anakusaidia, unaenda unamwomba, anakusaidia kama ni utumishi, anakusaidia kama ni biashara, anakusaidia kama ni uzao, anakusaidia kama ni kuolewa, anakusaidia, alafu jina lako linaanza kusikika kama Elia alivyosikika. Shetani anasema nitakusubiri hapa, utafika mpaka hapa na milango yako itazuiliwa. Meaning, if you started from there, the enemy is going to wait for you. You go there, if it's marriage, if it's business, if it's education. But he says, I'm waiting you here. If you reach here, you will not pass from here. Na unapofika hapo, as you reach there, shetani ana kisasi na wewe. Satan has vengeance with you. Anajua kizazi ulikotoka, hujajitenga na mizimu. He knows the generation that you're coming from. You have not separated yourself from idols. When you go there, maagenti wakubwa, big agents, kuna mawili, there are two things. Wataungana na ile mizimu. They will join with the idols. Wataiomba roho yako ife. They will ask your spirit to die. Ama watakushusha kutoka huko juu mpaka chini. Or they will cast you down from up to down. Tabia ile ile ambayo Mungu alimshusha mpaka chini, naye anataka kuwaibisha wanadamu. Kama ni huduma, kama ni familia, awashushe. Kama ni watoto, awaharibu, awashushe mpaka chini, wakose thamani kwa wanadamu. Same character as God
dropped down Satan, he wants to do like that to a shame human being. If it's service, if it's business, if anything, he wants to bring shame. Nataka niwaambie. But I want to tell you. Maana wafanyabiashara wengi unakuta walikuwa na ufahamu, walikuwa na ubunifu, biashara zao zimeshushwa na hawajui nini cha kufanya. Nyuma yao iko nguvu ya mizimu. Si kwamba hawamtolei Mungu fungu la 10, si kwamba hawamchi Mungu, wanamcha Mungu sana, lakini mizimu ile walitengwa lini? Na kama hawajatengwa, hiyo ndio iliyowashusha. Na mimi nataka nikwambie kuanzia sasa, hata kama walikusubiri huko, wataendelea kukusubiri, watakusubiri. Ukishajitenga na mizimu, ukishafika mahali hapa, hautapita peke yako. Wanamuona Kristo yuko pamoja nawe, watakimbia wenyewe. A lot of business people, it's not like they're not creative or they're not tithing. They are tithing, they're creative, but because of the history they have back there from the ancestors, when they go, they are being hindered. But from today on, you will go on. When you reach to that place, you will not cross over by yourself. You will cross with the Lord God Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nina habari njema, wafanya biashara kiwango chako kitakwenda juu sana. So I have good news, you business people, your levels are going to go up. Hallelujah. Biashara ya Mungu ni biashara inayolipa. A business of God is a business that pays. Ukifanya biashara na Mungu, yeye ni waajabu sana, anasema kwenye Methali, yeye ni bora kabisa. If you do a business with God, he says he's the best. If you do with him, you will go up. Kuna watumishi wengi wa Mungu. There are a lot of servants of people Mungu amewaita, of God, that God has called you akawapa dhamana ya utumishi wake, and gave you a servanthood. Mungu alikuwa ananieleza. God was telling me. Jana alikuwa anasema kwamba Yesterday I was saying. Na kuna wale watumishi hawana ladha wanaposimama mbele. There are servants of people, they don't have taste when they stand before people. Hawana ladha manake hawana kibali. They don't have taste, meaning they don't have favor. Sababu ya nguvu ya mizimu walikotoka. Because of the power of the idols where they're coming from. Hawajui wafanye nini, ndio maana wengi wamekata tamaa. They don't know what to do. That's why a lot of them, they lost hope. Wakati naomba usiku, as I was praying last night, nimshukuru Mungu kwa neema aliyonipa kwa siku ya jana, giving thanks to the Lord for the grace that he gave me for yesterday. Mungu akanieleza juu ya watumishi wake. The Lord told me about his servants. Akaniambia wengine niliwapa mjumbe nzito sana ambazo leo hii wangekuwa watu wakubwa, wangezunguka kwenye hii dunia kuniwakilisha mimi kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu. He said some of them I gave them great messages that they could represent me in all of the world. Na wengi wamekufa maono yao, na wengine wameuawa na maagenti maono yao, kwa sababu waliletewa zawadi bila kuwajua wale maagenti kwamba nia yao ni nini. A lot of them, their vision are dead because a lot of them, they've been given gifts from the agents without knowing what was their purpose of that gift. Akamwambia Mungu, kwa nini hujawasaidia ni watumishi wako? I said, Lord, why didn't you help them when they are your servants? Akaniambia umewahi kwenda mahakamani? He said, have you been gone to court? Ukienda mahakamani, if you go to court, kama ushahidi ule ni wa kweli, if that witness is true, yule mtu atafungwa. That person will be jailed. Kwa hiyo watumishi wangu kama hawajatenga na mizimu, if my servants have not been separate from the gods, kuna halali, there's right, ndio maana wakafungwa kwenye ulimwengu wa roho. That's why they are being captured in the spiritual realm. But tell them, watakaponyenyekea, as they humble, kwa utaratibu nitakaowapa leo, with the instruction that I'll give them today, na wakaenda kufanya hayo maombi, and they do those prayers, kisha nitasema nao namna ya kujitenga na hiyo sadaka. I will speak with them on how to separate themselves with the offering. Baada ya hapo, after that, watakuwa kama Esther wa Biblia. They will be like Esther in the Bible. Esther wa Biblia, Esther in the Bible, alitishiwa sana. He was threatened pamoja na Israeli, with Israelites, lakini wakakaa kwa Mungu kwa siku 3. But they stayed to God for 3 days, bila kula wala kunywa, without eating or drinking, maana waliona mauti na kuja juu yao, because they saw death coming close. Na kila kitu kiliwekwa sawa, everything was okay, lakini hawakumjua Mungu wa Israeli. But they didn't know the God of Israel. Waliomba siku 3, they prayed 3 days, alafu wakaingia kinyume kwa mfalme, and they went against the law to the king. Na ndipo Mungu atawaongoza. That's when the Lord will lead them. Sasa, and from there, na hapo baadaye, and later on, huduma zenu zitainuka sana. Your ministry will go up. Kuna watu watakuwa wanatoka nje ya nchi, there are people will be going outside the country, kuzunguka mataifa mbalimbali,
mbalimbali, to go over nations, kumwakilisha Kristo. to represent Christ. Maana wengi walipewa jumbe zenye nguvu sana. Because a lot have been given great Mungu messages. akaniambia, The Lord told kwa me, muda waliocheleweshwa, at the time you've been waiting, miaka waliozuiliwa, years you've been baada ya kutii na kujitenga, na wao watasikia ninachowaambia. when you obey and separate yourself, you hear what I tell you. Nitafidia miaka yote 10 kwa wakati mmoja, I na will nawainua give juu. back 10 years for 1 year, and I will lift you up. Na nitakapowainua juu, And as I lift you up, watu watajua hawa ni watumishi wangu. people will know these are my Ndipo servants. watasema neno langu, na mimi Mungu nitatokea katikati yao. And that's when they will speak my word, and me, God, I will come in the midst. Thamani ya mtumishi A value of the servant. anaponena neno ambalo Mungu amempa, When you speak the word that God gave you, saa anaponyamaza, the time when you keep quiet, mwenye kumpa ujumbe anatokezea a person who gives you a message will ili come in kulithibitisha neno lake. to confirm his word. Hata kama hajasema Mungu yuko hapa, Even when he doesn't say God is lakini here, atakapomaliza tu Mungu anaingilia kati. but when you keep quiet, God will come in. Maana yeye ndiye anayewatangaza watumishi wake. Because he's the one declares his Hebu servants. sema amina kama Say unanielewa. amen if you understand. Jina la Bwana libarikiwe. May the name of the Lord be blessed. Ngoja niseme jambo hili. Let me say this thing. Washirika wengi wamekamatwa na mizimu, A lot of people or congregation have been captured by gods, na wanamjua Mungu, wameokoka. and they know God, they are born again. Adui ametumia njia gani kuwakamata? How did the enemy capture them? Matukio ya kifamilia. Events of the family. Familia nyingi A lot of families, zinapokusanyika when you gather together kwenye matukio mbalimbali, on different events, ambao mwenyewe unaweza ukaona kwa kweli tukio hili halimpi Mungu utukufu, ni kama adui tu. on some events you'll see yourself, this event does not give glory to God, Na wanatakiwa na wao wahusike na hizo familia, maana wametokea kwenye hizo familia. and maybe you are supposing to involve in that family because you're coming from that family. Badala kumuuliza Mungu, Instead of asking God, nifanyaje Bwana? what can I do, Lord? Utaniruhusu kwenda? Are you allowing me to Na go? unajua Mungu akikuruhusu, And you know, when God allows you, atakupa na neno la kusema, he will give you a word to speak. atakupa na ufahamu wa nini cha kufanya. He will give you mind on or understanding on how to do. Lakini wengi wao But a lot of them, wameenda tu they just go. wakisema tutajitengaje na familia? Say, how can we separate ourselves with the family? Watauelewaje wokovu wetu? How can they understand my salvation? Wanapokwenda As they go, wanashirikishwa vitu vingine ambavyo havina utukufu wa Mungu. they are shared some things that are not having glory of Ndipo God. wanakuta wanafungwa kwenye ulimwengu wao wa roho. That's when they get captured in the spiritual ride. Njia zao zinazuiliwa. Their ways are being hindered. Baada ya muda unaanza kuona uchumi wao unaanza kuorora. After sometimes you see their finances or economy going down. Kumbuka nimekuambia shetani ana kisasi na kanisa. Remember, I told you Satan have avenges with the church. Ndoa nyingi zinaanza kuharibika. A lot of marriages start getting bad. Baada ya muda unaona magonjwa yanaanza kuvamia kwenye mji wako. After that, sickness moved to your houses. Hata wale ambao wanafanya kazi na wamepata heshima kwenye vyeo mbalimbali, iwe vya serikali, iwe makampuni au watu binafsi, unakuta ghafla wanaanza kutopata kibali na wanaanza kushushwa. Even those who have honor in their government offices or in a company, you will see sometimes they will start being casting down. Wangejua siri hii, If they knew this secret, watakapoitwa saa yote mahali popote, when you are being called anytime, anywhere, mambo ya kifamilia, things of the family, wakamuuliza Mungu if you ask the Lord, kwamba naweza kwenda au wasiende, God, can I go or not? na Mungu akikupa kibali atakuambia na cha kufanya. If God allows you, will tell you what to do also. Ndipo njia zao haziwezi kukamatwa, That's when your ways will not be captured. maana saa hiyo utakwenda pamoja na Mungu anayekulinda. Because then you'll be going with God who protects you. Hebu sema amina kama Say unanielewa. amen if you understand. Sema amina kama unanielewa. Say amen if you understand. Na wengine wanajuta, wanasema tumeokoka muda mrefu hatujaona faida ya wokovu. Some of them are regretting that we are born again for a long time and we don't see the benefit of salvation. Lakini nataka nikwambie ni kwa sababu mizimu ilikuzuilia, mizimu ilikuwahi kukuzuilia. I want to tell you it's because
your gods or idols have come before you and they hindered you. Ili usione faida ya wokovu. So you will not see the benefit of your salvation. Ili usione baraka. So you won't see blessings. Ili usione amani ya Mungu ndani ya maisha. So you won't see peace of God in your place. Hata usione utendaji wa Mungu katika maisha yako ambao umeokoka. Also to not see how God works in your life. Lakini utakapojitenga kwa uongozi wa Mungu, but as you separate yourself by God's guidance, kama ambavyo muda mchache tu nitaelezea namna ya kujitenga, as in few minutes I will explain how to separate yourself, ndipo Mungu atakusababisha ufurahie tena wokovu wako. That's when God will help you to rejoice again your salvation. Na wengi wataona kumbe tuko mahali sahihi na mahali sawa. A lot of them will see now we are in good place. Mungu atusaidie sana. May God help us. Mungu akanisemesha juu ya waimbaji. Also God spoke to me with singers. Mungu ameita watu wengi kwenye taifa na mataifa wanaomuimbia sifa na kuabudu, na wengine wanaimba kibinafsi. God has called a lot of people, a nation and nations, to sing as praises, but also personally. Adui alipojua wamekewa kitu cha kuleta utukufu kwa Mungu, when the enemy realized God has put something to bring glory to God, wakaharibiwa njia zao. The ways were destroyed. Wakavurugwa kwenye ulimwengu wao wa roho. They were confused in the spiritual realm kupitia mizimu inayohusika upande wa kwao, through gods that are being concerned from their families. Wengine wamekanyaga madhabahu bila kumuuliza Mungu mahali mbalimbali, wakajikuta kile ambacho Mungu amekiweka ikawa kama hakipo, wakawa wanatunga nyimbo na kuimba kwa uzoefu tu, lakini kama kelele mbele za Mungu. Some have been going different altars without asking the Lord, and in those altars they've been destroyed. So they keep on singing as their custom without having the favor of the Lord. Lakini watakapofuata maelekezo nitakayowapa, but as they follow the instructions that I'll give them, ndipo Mungu atarudisha kile kibali na atakuwa pamoja nao na watamuwakilisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwenye huduma zao. That's when the Lord will bring back the favor, and they will sing by Lord's leading, and they will represent God in their singing. Imesababisha mizimu wengine wameibika kwenye uimbaji wao. The idols also cause some to be ashamed in their singing na huduma zao and their ministry. Watakapokubali Mungu atawainua tena. When they accept, God will lift them again. Sema amina kama unanielewa. Say amen if you understand. Sema amina tena kama unanielewa. Say amen again if you understand me. Jambo ambalo nataka kulisema, the thing that I want to tell you, wako baadhi ya wamama, there are some women's or mamas kwenye ulimwengu wa roho walikuwa naona wamekuwa kama vichaa. In the spiritual realm I see them like mad people. Nilikuwa naona maono. I was seeing visions. Kamwambia Mungu, kwa nini mama huyu anapita mbele yangu na ni kichaa? I said, God, why I see this lady passing before me and she's insane? Ndipo Mungu akaanza kunisemesha. That's when God started speaking to me. Na baada kumuona kama kichaa, baadaye nikaona hata watoto wake wameharibikiwa fahamu zao. As I saw she was mad or insane, I started seeing also her children became the same way. Na baadaye nikaona baadhi ya wanaume pia ambao ndio wameoa wale wanawake, nikaona na wao wamevurugikiwa. Also, I saw few men that married to those ladies, they've also been confused. Mungu akaniambia wameharibiwa njia zao za ulimwengu wa roho, hata wako pamoja na mimi. The Lord says their spiritual realm is being destroyed, they are not even with me. Nikamwambia kwa nini, na ni wamama? I said why? And they are mamas. Akasema wao kila mahali waliposikia jambo, they say them everywhere when they hear something, walikimbia kwenda, they ran to go. Hata hawakuniuliza. They didn't even ask me. Na walipokwenda, as they went, waliamuriwa kutoa sadaka zao. They were commanded to give offering. Walitoa sadaka kwa ajili ya watoto wao. They give offering for their children. Walitoa sadaka kwa ajili ya waume zao. They gave offering for their husbands. Wakijua Mungu amejifunua anaweza kuwasaidia. God revealed and he will help them. Na wanapofanya hivyo, and as they do that, wakati hawajaniuliza mimi Mungu, without asking me God, kwamba hapo mimi nipo au sipo, that God, are you there or not? Kwa hiyo wameenda kuwakabidhi watoto wao rasmi kwenye ulimwengu wa roho, na ndio maana maisha yao yakaharibika na waume zao. They went to consecrate their children to the spiritual realm
that is not mine, that's why their children and their husband are being Bwana destroyed. kaniambia, The Lord told me, mimi nilimweka mwanamke kama mlinzi kwenye nyumba, I put a woman as a protector of the badala house. kuwalinda kwa maombi na kunisikiliza na kuniuliza hapo napokwenda panafaa au hapafai, lakini walienda tu baada ya kusikia tu iko hivi, Mungu yuko pale, wakaenda na walipoenda walienda wenyewe na wakatoa sadaka kwa ajili ya watoto wao, wakatoa sadaka kwa ajili ya waume zao bila waume zao kujua wala watoto wao. Kutoka hapo baada ya muda wanaona watoto wao wanaharibikiwa, badala kupata mema waume zao nao wanaharibikiwa, ndoa zinaharibika, kila kitu kinaharibika. Mungu anaambia ndio maana amekuwa kichaa. Instead of asking me, the Lord, that I've heard this thing somewhere, they just went, they gave offering, they consecrated the kids and their husband, and after giving that offering, because it was not my altar, those children have been confused, their husband are confused, and everything is being destroyed because that place, it was not my altar. Wanakaniambia waingie toba wanawake wa aina hiyo. The Lord told me to go, you woman who did that, go into repentance. Kwa sababu wamekamatwa kiuhalali. Because you are being captured legally. Wangapi wananielewa kitu nasema? How many understands what I say? Kwa sababu wamekamatwa kiuhalali. Because you are being captured legally. Mungu ananiambia labda waingie toba ya muda mrefu. The Lord told me maybe they come to repentance for a long time. Wanililie na kuomboleza. Cry and weep. Ndio maana hata wakienda kwenye kanisa nzuri au kwenye madhabahu nzuri, that's why even when they go in good church or in good altar, bado hiyo roho itawatesa, maana ule uhalali hawajauvunja. Still that spirit will torment you because you still have the right of that altar. Wamesababisha mateso kwa watoto wao, wamesababisha mateso kwa waume zao. You are causing suffering to your children, causing suffering to your husband. Mungu atusaidie. May the Lord help us. Lakini utakapotubu kwa kumaanisha, but when you repent, meaning from your heart, wewe hujajua shetani ameinua madhabahu kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama? Don't you know that the enemy also, Satan has also raised his altar in the flesh, ili kukamata familia nyingi, ili kukamata baraka za watu, to capture a lot of families, to capture a lot of blessings. Lakini utakapofanya hayo ambayo ninasema, but if you do what I'm telling you to do, Mungu atakukumbuka na kizazi chako. The Lord will remember you with your generation. Na atawainua watoto wako. And he will lift your children. Atamkumbuka na mume wako. He will remember your husband. Ndio maana unakuta ndani ya ndoa, that's why you find in the marriage, adui anakuja kuwachanganya. The enemy comes to confuse. Kwa namna gani? How? Jambo badala kumpa baba ambaye amekuoa ama mke, unakuta mama anawaambia siri zote za baba kwa watoto. The thing, instead of talking to your husband or your wife, you find a mother in the house telling every secret to the children. Kwa hiyo watoto wanajua udhaifu wa baba, wanajua siri za baba, wakati baba hajawaambia watoto, mama ndio anatoa. You find the children have knowing the weakness of their father. They know what the father is going through, because why? The mother is telling the children. Kama ni jambo baya, it's a bad thing, linaanza kusababisha roho ile kuingia kwa watoto ya kumtenga baba na kumuona kama hafai. It's starting to build something in the hearts of the children to separate themselves from the father and to see their father as nothing. Jambo hilo ni chukizo. That is abomination. Na wanaume walipoelewa jambo hilo, when the husbands understood that, limeingia uchungu ndani yao. The bitterness came. Wanavumilia tu kwa sababu wameshaoana na watoto wamekuwa wakubwa, wanavumilia, lakini hilo jambo limekuwa uchungu, maana mwanamke umempa watoto kipaumbele na mume akabaki na uchungu. Sasa ule uchungu utasababisha wale watoto wasifikie baraka zao, hata kama wanasoma watakwama, maana baba amepata uchungu. Na kwa sababu hiyo nataka nikwambie, hiyo familia, mama, usipotubu kwa kumaanisha, mlango ule wa kuzimu ambao umepata nafasi ya kuharibu ile ndoa, mwisho wa siku wale watoto nao watakwenda kuharibikiwa kwenye ndoa zao. Because of that, the husband is just tolerating because we are married, the kids are grown up, what can I do? But the husband is being bitter, and because of that bitterness, the kids are being like cursed. They are not flourishing in their ways because their father is bitter towards them. And if you don't see those kids, if that the parent does not repent from their heart,
that door goes to the children going to destroy their marriages as well. Wangapi wanaelewa? How many understand? Taingia gharama, wewe ni mlinzi wa nyumba yako. You have to get to pay cost because you are a defender of your family. Na kwa sababu hiyo utakapofanya kwa kunyenyekea, if you do that humbly, Mungu atafungua watoto wako, atamfungua na baba, ndoa yenu itakuwa ya baraka, baba atafurahia watoto wake, hiyo kitu Mungu ataifuta na wataitwa wabarikiwa. If you do humbly and repent, the Lord will open or will release your children, and your children will be blessed, and your husband will be happy, and your kids will be called a blessing. Na kuna baadhi ya washirika, there are some members of the church ambao walikwenda kuteka nafsi za watumishi wa Mungu kwa kuwaishia kuwapelekea pesa. They went to capture the souls of the servant of God by bringing them money. Unapowapelekea watumishi wa pesa, lengo lake ni kukamata nafsi. Ndio maana unakuta wanatanguliza fedha, alafu anaenda kumwambia mimi na mambo haya, hebu chukua hii mtumishi wa Mungu niombe. Unamteka kwa ulimwengu wa roho. Na ndio maana watumishi wengi bila kujua hao ni maagenti au nguvu za adui, matokeo yake wameua huduma za watumishi wa Mungu, ama kwa ulimwengu wa roho hawaoni tena njia zao, lakini kwa sababu waliletewa pesa. Huo sio mkondo wa Mungu, ni jambo ambalo ni chukizo mbele za Mungu. What they do, the members of the church, they want to capture your soul. They come with money. They will give you money. After that, they will start telling the problem, servant of God, I'm going through this and that and that and that. And because of that, a lot of ministers, they don't see vision anymore because they've received without asking the Lord. That was not a channel from the Lord. Napokwenda kwa watumishi wa Mungu, as I go to the servants of God, as you go to the servants of the Lord, popote walipo, wherever they are, kama mshirika ama mtu wa kawaida, lazima unyenyekee sana. As a congregation or member of the church, you must humble. Usiwatangulize pesa. Don't give them money first. Ndio wape mahitaji yako. And then you start giving them your problems. Wanataka kumfunga nafsi yake. Meaning you want to capture their souls. Hawezi kumsikiliza Mungu. They cannot listen to God. Atafanya kibinadamu. They will do humanly. Lakini cha kufanya ni hiki. But what to do? Unapomnyenyekea kwa mtumishi wa Mungu, as you humble yourself to the servant of the Lord, tu tatizo lako. Just tell him your problem. Atakuombea kwa neema aliyopewa. They will pray for the grace that they've been given. Chochote Mungu atakachomwambia atakwambia. And anything that the Lord will tell him, they will tell you. Atakushauri pia kibiblia. They will advise you biblically. Baada ya tatizo lako kuondoka, after your problem to go, utaondoka na sadaka ya shukrani. You go with thanksgiving. Unakwenda kumshukuru Mungu kwenye madhabahu baada ya kufanyiwa yale ambayo mtumishi alikuombea. You go to give thanks to the Lord in the altar after the servant of the Lord praying. Na kutoka hapo, and from there, watumishi wanaweza kuongozwa na Mungu kutumia zile fedha, kutumia zile mali, kwa sababu wamekuja kumshukuru Mungu aliyekutumia kabla ya jambo kutokea na likaja likatokea. Hilo jambo linampa Mungu utukufu. The servant of the Lord will be led by God to use that finances or to do whatever they want, because those people came to give thanks to the Lord for the things that God has used you to do. Lakini unapotanguliziwa sadaka, but when they give you offering first, unapopewa sadaka, as they give you offering first, and you receive it, alafu ndio unapewa mahitaji, and then you've been given the needs, ni nafsi yako inakamatwa. Your soul being captured. Na Mungu hata kama anataka kusema nawe hawezi kusema nawe. And the Lord, if you want to speak to you, he won't speak to you. Unamkumbuka Balaam nabii? Do you remember Balaam the prophet? Alitumwa na Balak. He was sent by Barak kwenda kuwalani wana wa Israeli, to go to curse the Israelites. Walimtangulizia bahasha. They gave him first walimtangulizia zawadi. They gave him a gift. Alipokwenda kumuuliza Mungu, Mungu amwambia usiende. When he went to ask the Lord told him don't go. Alafu wakarudi. He went back. Balak akatuma watu wakubwa zaidi ya wale aliowatuma mwanzo. Barak sent great people, more than what he sent in the beginning. Wakaja na zawadi nyingi kubwa kuliko zile. They came with a lot of gifts bigger than the first one. Akaondoka kwa sababu ya zile zawadi. He went because of those gifts. Pamoja na Mungu alishika kinywa cha Balaam. Although God hold the mouth of Balaam, akashindwa kuwalani wana wa Israeli. He couldn't curse the Israelites. Lakini ukija kusoma kwenye kitabu cha Hesabu, but if you read in the book of Numbers, Mungu anamuita Balaam kuwa ni mchawi. God is calling Balaam as a witch. Na ndio maana huduma nyingi zimeuawa.
That's where a lot of ministry are being kwa killed. sababu wametanguliziwa kitu wakadakwa nafsi zao. Because they've been given something and they were captured their souls. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Thank you for listening to me. May God bless you. Namna ya kujitenga na mizimu. Ways of separating with idols of Haya ni gods. maelekezo sasa kabla sijaomba. These are instructions before I pray. Namna ya kujitenga na mizimu. How to separate yourself with idols. Ukisoma kitabu cha Zaburi 102, If you read a book of Psalms 102 mstari wa 20 kwa wale wanaoandika. verse number 20 for those who are writing. Zaburi 102 mstari wa 20. Psalms chapter number 102 verse number 20. Ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa, To hear the groans of the prisoners na kuwafungua walioandikiwa kufa. and to release those condemned to death. Sema, na kuwafungua walioandikiwa kufa. Say, to release those condemned to death. Kwa hiyo ili kutengwa na mizimu, So to be separated by idols, Mungu anataka ukae maombi ya siku 3 baada ya semina hii. God wants you to be in prayer of 3 days after this seminar. Semina hii kisha, When this seminar ends na Jumapili kapita, and the Sunday pass, kuanzia Jumatatu, from Monday, Jumanne, Tuesday, Jumatano. Wednesday. Na wale labda wanaoenda mbali wakafika Jumatatu, anza maombi Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Those who are going far, maybe you reach at your home on Monday, you will start Tuesday, Wednesday and Thursday. Maombi ya siku 3. 3 days prayer. Sema maombi ya siku 3. Say 3 days prayer. Hayo maombi ya siku 3 ni ya masaa 12. These 3 days prayer of 12 hours. Kama ni mjamzito au unanyonyesha utaomba kwa masaa 6. If you're pregnant or nursing, you will use 6 hours. Lakini lengo kubwa, But the purpose, kuomboleza mbele za Mungu to groan before the Lord na kumwambia Mungu jinsi ambavyo mizimu iliwahi kukuzuia. and to tell the God how the gods have hindered you. Mizimu ya kizazi ulikotoka. Gods from the generation you're coming from. Na kumuuliza Mungu, nifanye nini niweze kujitenga nayo? And asking the Lord, what should I do to separate myself from them? Mungu anaangalia moyo wako unavyojuta kwenye hayo maombi. The Lord is looking into your heart as you regret in that prayers. Unanisikiliza vizuri? Do you listen to me carefully? Haya ndiyo maongozi ya Mungu. This is the leading of God. Utaomba kwa siku 3. You pray for 3 days. Na Biblia nasemaje? What does the Bible say? Katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. In the book of Judges chapter number 6. Waamuzi sura ya 6. Judges chapter number 6. Tumefika? Are we there? Nataka tusome mistari kama 2-3 hapo. I want to read some few verses. Mstari anzia wa 25. Waamuzi 6:25 mpaka 28. Judges 6:25 to 28. Kama umefika useme amina. If you're there, say amen. Hapa ni wana wa Israeli walipotwezwa sana na maadui. This is where the Israelites were oppressed a lot with the enemies. Wakawa hawana riziki za aina zozote. They were not having any income Kwa miaka 7. for 7 years. Wakaamua kumkumbuka, kumlilia Mungu wao ambaye aliwatoa baba zao kule Misri. They decided to remember their God who brought them from Egypt. Wakatoka na familia zao na kila kitu na watoto wao kwenda kuomboleza nyikani ili Mungu aseme nao. They went out in the fields with their families to mourn to the Lord so God will speak to them. Ili kumuuliza Mungu, tumekosea nini na tufanye nini Mungu? So to ask the Lord, what did we do wrong and what can we do from there? Walipomlilia Mungu, As they cried to the Lord, ndipo Mungu alipotuma nabii kusema nao. that's when the Lord sent a prophet to speak to them. Ukisoma ule mstari wa hapo juu, If you read the verse prior to what I said, mstari wa 7 na 8 ni pale ndio wanalia. verse number 7 and 8, that's where they were crying. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midian, Bwana akatuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi,
mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele yenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori. Msifanyaje? Msiabudu miungu ya Waamori au mizimu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkuitii sauti yangu. Hiyo ndio ilikuwa kosa. Mungu akamwambia mizimu ndio iliyowafunga, kwa sababu ninyi niliwaambia msishirikiane, msiiche miungu ya Waamori, ninyi mkaenda kuucha, hamkunisikiliza. The Lord says the gods are the one that is hindering you, because I told you don't worship the gods of Amorites, but you didn't listen, you didn't hearken my voice, you went to worship them, so they captured you. Baada ya Mungu kufunua siri hiyo, after the Lord revealed the secret, wote wakaazimia wasema, sasa tutakuabudu wewe Mungu, tusamehe. Everybody said, we will worship you Lord, forgive us. Haikutosha. It was not enough. Kwa sababu ukisha unganishwa na mizimu, because if you are connected with God, nikwambia lazima iwepo sheria ya kutenganishwa nayo. I told you, you must have a law to separate yourself. Mungu akawatokea baadhi ya Waisraeli akiwepo Gideon. That's why God revealed himself to some of Israelites, being Gideon as well. Mstari wa 25. Verse number 25. Inasema hivi, Mungu akamtokea akamwambia, ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtoe ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. That same night the Lord said to him, take the second bull from your father's head, the one 7 years old, tear down your father's altar to Baal and cut down the Asherah poles beside it. Alafu mstari wa 26, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake, ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni na zile Ashera ulioikata. Then build a proper kind of altar to the Lord your God on the top of this height, using the wood of the Asherah pole that you cut down of the offer the second bull as a burnt offering. Ukisoma mstari wa 28, hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera aliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Kwa hiyo angalia, look, Mungu anatoa utaratibu mpya wa watu kujitenga na mizimu. God is giving a new instruction of people to separate themselves with gods. Gideon anaelekezwa. Gideon is being instructed. Kwa sababu kachukue ng'ombe, go get a bull, kabomoe madhabahu, tear down the altar. Maana yake chinja yule ng'ombe, ile madhabahu ibomoe. Meaning kill that bull and that altar destroy. Toa ng'ombe wa pili, give a second bull, ujenge madhabahu, build an altar kwa utaratibu wangu, with my instructions. Hapa imeandikwaje? What does it say here? Mstari wa 26, verse number 26, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Build an altar of your God in this rock. Leo Yesu Kristo ndiye ngome. Today Jesus is the rock. Anasema ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. He said, build an altar for the Lord on top of this rock for his instructions. Mungu anakutenga na madhabahu wakati anakuelekeza utoe nini kwa uongozi wake, na sio mtumishi anakuambia leta kitu fulani, leta kitu fulani. Unatakiwa ile siku 3 unapokaa unaomboleza juu ya kizazi ulichotoka walipoabudu miungu, ndipo Mungu atajifunua kwako kukuambia utoe nini ili kukutenganisha na hiyo madhabahu aliyokuwa nayo baba yako au bibi yako au kizazi ulichotoka. Alafu ile sadaka atakaye kuongoza unapoileta kwenye madhabahu, Mungu anaipokea kwa utaratibu wake, ndipo unatengwa rasmi kwenye ulimwengu wa roho na ile madhabahu za kuzimu. As you go do
God is wanting to separate you with his instruction. As you take 3 days of prayer, as you pray, it's not the servant of God telling you, bring this and that and that and that. But as you pray, the Lord will give you instructions by his voice of what you should bring to separate yourself in that with the idols. That when you hear the voice of the Lord on what to do, that's when you bring the offering with his instructions. Wangapi wameelewa kitu? How many understand? Umenielewa kitu nasema? Do you understand what I say? Ndio maana watu wengi wasipoelewa, watu wengi wanaiga mafundisho haya, wanawahi kuita watu, njooni leteni tuwatenge. Unawatenga kwa sauti ya nani? A lot of people, if they don't understand, they start calling people, come bring the offerings that I can separate you with the idols. Are you separating them with which voice? Na wewe unayepeleka hiyo sadaka, Mungu alikusemesha ipeleke hiyo sadaka. And you who are bringing the offering, does the Lord speak to you to bring that offering? Matokeo yake watu wengi hawajafunguliwa. And the result, a lot of people are still bound. Nataka nikurahisishie jambo hili. I want to simplify this. Kuna watu wengine wanasema Mungu hajasema na mimi. A lot of people are saying, God, you have not spoke to me. Mungu anaambia waambie. The Lord tell me, tell waulize them. mpaka na vizazi vyao. Ask to your generation. Walikuwa wanaabudu kitu gani? What were they worshiping? Walikuwa wanachinja nini? What they were sacrificing. Kama wanachinja mbuzi, if they were sacrificing goats, ajue thamani ya mbuzi ya sasa. Know the cost or the value of the goat now. Abebe thamani ya mbuzi ya sasa. Carry the value of goat now. Kama walikuwa wanaabudu ng'ombe, if they were worshiping God, ama wanatoa sadaka ya ng'ombe, they were giving offering of cows. Ajue thamani ya ng'ombe aliyoko sasa. Know the value of cow that is there now. Walete hiyo sadaka. Bring that offering. Ndipo nitawatenga na hiyo madhabahu za kwao. That's when I will separate you with the altar of your home. Wangapi wameelewa? How many understand? Ndio maana naongea kwa kile alichoniongoza, lakini ukipuuza, my friend, maisha ni ya kwako, sio ya Sumbe. Mimi nitakwenda juu, wewe utashughulikiwa, alafu kila mtu na njia yake. Maana walizaliwa, mtu anaweza kaamua kumfuata Mungu au akakataa. Hiyo ni uamuzi wako. That's when I tell you with what God has instructed me to tell you. If you follow me or listen to the instruction, or if you despise, it's okay, because you are born and you have understanding, you have your own choice. Wangapi wameelewa? How many understand? Cha kwanza ni maombi kwa Mungu. First is prayers to God. Huwezi kumuomba Mungu kwa sadaka. You cannot bribe God with your offering. Roho yako kwanza. Your spirit first. Zile siku 3 maanisha kama vile hutakaa ufunge tena. Those 3 days mean it from your heart that you will never ever. Mungu amesema masaa 12, lakini wengine watasikia msukumo kama sadaka, hata masiku zote 3 watakaa mbele za Mungu. God said 12 hours, but there's some people who feel pushed or urged from their heart, maybe those 3 days to just sit before the Lord. Ndipo Mungu atajifunua kwako. That's when the Lord will reveal to you. Atajifunua kwako. He will reveal himself to you. Ukifanya uzembe sio juu yangu. If you mess up, it's up to you. Kizazi chako. It's your generation. Nani atakitenga? Who will help your generation? Mungu anaangalia ni nani atakayesimama mahali palipobomoka. The Lord said, who will stand in the gap? Wangapi wanamkumbuka? How many remember? Yule dada alikuwa anafunguliwa jana hapa. The lady that was being released yesterday. Na nilitaka tu watu wasikie kitu kidogo kwa ajili ya somo nilikuwa nasoma juu ya mizimu. Angalia, alisema hivi, yeye anatokea da, akasema hivi, alifunguliwa na mizimu ya babu, lakini ilikuwa imebaki ya bibi. Ulisikia hiyo? I wanted you to listen a little bit so you can understand what I was teaching you. They said she was released from the ancestor of her grandparent, but still there's ancestors from her grandma. Alafu anataka kwenda kujilipiza kisasi kwa mchungaji wake. And they want to give vengeance to to her pastor. Mizimu ina kisasi. You know, idols have vengeance. Na inataka kuambia hayo ni matisho, maana Mungu anatupa ukurasa mpya. But I want to tell you, those are just threats, because God is giving us a new chapter. Hallelujah Bwana. Hallelujah. Wangapi wameelewa kitu nasema? How many understands what I speak? Sasa Mungu anapokuambia wewe jaribu kufikiri, hata kama wanatoaga mbuzi wale walichinjwa miaka mingapi? When God is telling you, even when they are giving goats, how many years they've been sacrificing the goats? Kumbuka kila mtu anapozaliwa, remember, everyone when you get born, kuna uhusiano wa baba yako alikotoka. There's a relation from your father you came from.
kuna uhusiano mama yako alikotoka. The relationship from your mother where she came from. Zote zina halali kwako. All of them, they have right to you. Mizimu ya upande walikoabudu baba na bibi au na baba, mama yako alikotoka, baba alikotoka, wote wana juu yako wana halali. The gods from your father's side and the gods from your mother's side, they both have rights. Ndio maana walisema jana. That's why they said yesterday. Ilitoka mizimu ya babu lakini libaki ya bibi. The gods from grandpa, now the gods from grandma. Usipokaa kwa Mungu, nani atakuongoza? If you don't sit to the Lord, who will lead you? Wengine wanasema mioyoni, sasa Mungu atajifunua kwangu kweli? Sikiliza, atajifunua kirahisi kuliko unavyofikiri kwa sababu ndio anatoa instruction kwako. Some are saying, will God reveal himself to me? Listen, he will reveal himself because he's the one giving maelekezo. Hallelujah. Amen. Wangapi wameelewa? Mpe Yesu makofi kama umeelewa. Na Mungu amenipa wiki 2. And God gave me 2 weeks. Baada ya maombi hayo, after those prayers, wiki inaanza, when the week that coming, Jumatatu mpaka Jumapili, Monday to Sunday, alafu Jumatatu ile nyingine mpaka Jumapili inayokuja ya tarehe 8, and following Monday to the Sunday of 8th, tarehe 8 mwezi wa 6, the 8th of June, mwaka huu, this year, tutakutanika tena hapa kuleta hiyo sadaka ambayo Mungu amesema na wewe. We will come together here to bring that offering that the Lord has spoke to you. Naomba uzingatie sana. Please take heed of this. Kama unajua ni Mungu amenituma na umeelewa, if you know the Lord has sent me and you have understood. Tangu nimeanza kufundisha hapa hujaona nikisema juu ya dhehebu langu wala dhehebu lako. As from when I started teaching, I've never spoke of my denomination or your denomination. Biblia inasema ina gharama lakini inalipa. The Bible says it's costly but it pays. Ndani ya siku wiki 2, tarehe 8 mwezi wa 6 utakuja hapa ikiwa Mungu amezungumza na wewe, na kutoka hapa nataka nikwambie Mungu moto ulao utakuwepo hapa kukutenganisha na giza na nuru uwe mali yake na kizazi chako. In 2 weeks, if you heed this voice and pray, the Lord give you instruction of what to do. You will come here on the 8th of June and the God consuming fire will be here to separate you with the generational idols. Hiyo ndio ratiba ya Mungu. That's the schedule of God. Sasa baada hapo mtu asije kanifuata, ilikuwa mimi sijatoa na kasadaka kangu, kama Mungu hajanipa maelekezo utabaki na hiyo sadaka yako, hainihusu. From there on, if somebody comes up, oh, I have this and this offering I didn't give, I won't do that. If God does not give you instruction, you will stay with your offering. Nataka nikwambie kitu kitakachokusaidia. I want to tell you something that will help you. Hiyo sadaka ina maelekezo kutoka kwa Mungu iende wapi. That offering has instruction from the Lord where to go. Wawezi kula sadaka ya mizimu. You cannot eat the offering of maana watu gods. wengi wameagiza watu wakafundisha kwa kuiga, wakala zile sadaka sawa, naweza kufanyia kitu fulani, naweza kufanyia kitu fulani. Nataka nikwambie hiyo ndio mauti yako, kwa sababu haina uongozi wa Mungu. A lot of people copied and started teaching and asking for offering. People brought, they used that offering. Maybe you can do this and that with that offering, but that is your death because Asante it's not God's guidance. Mungu mwema akubariki sana. Thank you for listening Asante to me. sana. May the Lord God bless you. Thank you so much. Simama kwa miguu yako. Stand by your feet. Asante kwa uvumilivu mkubwa. Thank you for your patience. Noa mikono yako juu. Raise your hand up. Baba, asante kwa nafasi uliyotupa. Father, thank you for the chance you gave. Umesema na watu wako wamesikia na wameelewa. You spoke to your people, they've heard and understood. Chukua nafasi ya kuwa pamoja na wao, kiwaongoza usiku na mchana. Take place to be with them, leading them and guiding them day and night. Hata watakapofika mahali pa ushindi wao. And as to where they will come to their place of victory. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Wakati umeinua mikono yako namna hii, As you raise your hand like that, Bwana yuko tayari kukuhudumia. the Lord is ready to save you. Anaona kuna wagonjwa, He sees there are sick people. na pia anaona watu ambao wanapita kwenye wakati mgumu. Also, he sees people who are going through hardship.
Na kuna watu walioshindwa kusamehe baada ya kupitishwa kwenye mambo magumu. And some of them have not forgiven after they gone through hardship. Mungu ananiambia, the Lord is telling me, wewe uliopitishwa kwenye mambo magumu, you who have been gone through hardships, na matokeo yako kawa umeumia, and the results you are been hurt, na magonjwa yakapata nafasi kwenye maisha yako, and sickness has got place in your life. Mungu anataka usamehe. God wants you to forgive. Wasamehe na kuachilia. Forgive and release. Ndipo anaweza kukugusa jioni ya leo. That's when he can touch you this evening. Mkono wake si mfupi asiweze kukugusa. His hand is not short that he may not touch you. Na wala mkono wake si mfupi hata asiweze kukuhudumia mahali ulipo. No, his hand is not too short to not save or minister to you where you are. Lakini Mungu anaona moyo wako ulivyoumia. But the Lord is seeing your heart that is hurted. Waachilie wanadamu. Release humans. Waachilie waliokuumiza. Release those who hurt you. Wasamehe tu kwa moyo wako. Only forgive with your heart. Yesu anapita pale msalabani. Jesus is saying at the cross. Wamempigilia misumari. They nailed him. Kabla hajasalimisha roho yake kwa Mungu, before he gave up his spirit to God, aliwaombea hao maadui zake msamaha. He prayed for their enemies to forgiveness. Akasema, Baba, he says, Father, wasamehe maana hawajui watendalo. Forgive them for they know not what they do. Hawajui watendalo na wakati wamekuwa msalabani. They do not know what they are doing when they killed you on the cross. Hawajui watendalo wakati wamekudhalilisha mbele ya wanadamu. They don't know what they're doing and they shamed you before the people. Kwa mashtaka ya uongo. With false accusations. Nataka niseme, I want to tell you, unapokuwa huna sababu yoyote kwa kuwa wamekuumiza ukawasamehe kuachilia, ndipo utaona wanavyopigwa kirahisi kuliko wanavyofikiri. When you don't have any reason for the people who have persecuted you, you will see a reason or see how God comes to kabla sijaanza kuomba, Mungu ananiambia waambie wasamehe. Before I start praying, the Lord is telling me to tell you to forgive. Roho za kuwaumiza watu. A spirit of hurting people. Nasema roho za kuwaumiza watu. I say a spirit of hurting people. Nasema na roho za kuwafunga watu maisha yao. I'm speaking with a spirit that's capturing other people. Roho zilizosababisha watu kuingizwa kwenye mashimo mabaya. The spirit that causes other people to go in ditch. Walioingizwa kwenye taabu. Those have been going through sufferings. Walioingizwa kwenye matatizo. They've been going through problems. Tazama watu wako wamesikia neno lako. See, your people have heard your word. Na wako tayari kuwaachilia wale waliowaumiza. And they are ready to release those who hurt them. Ninaomba Mungu fungua mbingu kwa ajili yao. I ask you, God, open heavens for them. Hata yale mateso ambayo wanayapata na yameshindikana hospitali. Even those suffering that they have and they are not being able to help in their hospitals. Wewe ndiye Mungu aliyemfufua Lazaro siku ya tatu. You are the God who raised Lazarus in the fourth day. Na akafufuka. And he was he came to life and he came to life. Ninaomba wafufue watoto wako mahali popote walipoharibiwa. Please resurrect your people anywhere they've been destroyed. Natamka kufufua afya yako kutoka sasa. I speak to be resurrected your health from now. Natamka kufufua ufahamu wako wa ulimwengu wa roho kutoka sasa. I speak to be resurrected your mind, spiritual mind from now. Natamka kufufua huduma yako kutoka sasa ambayo Mungu alikuitia tangu mwanzo kwa jina la Yesu. I speak your ministry to be resurrected, the ministry that God called you from the beginning in the name of Jesus. Nafufua watoto wako waliokataliwa katika jina la Yesu. I release your children who are rejected in Jesus' name. Nafufua afya yako. I release your health. Na kufunga mauti. I bound death. Mtu huyu hata kufa bali ataishi. This person will not dead but will live. Mauti iliyofunga tumbo. Death that is bounding womb. Nasema na mauti iliyokufunga tumbo. I speak with the death that's bounding your stomach. Magonjwa. Sickness. Mateso ya mgongo. Suffering of the back. Mateso ya mgongo. Suffering of the back. Kwenye mifupa. In the bones. Kwenye mifupa. In your bones. Ewe mifupa. You bones. Lisikie neno la Mungu. Hear the word of God. Kutoka sasa. From now. Mauti ondoka. Death leave. Ondoka kwenye mifupa. Live in the bones. Natamka uzima. I speak life. Uzima wa Kristo. Life of Christ. Kwenye mifupa yako. In your bones.
kwenye mifupa yako, in your bones, kwenye macho yako, in your eyes, kwenye kinywa chako, in your mouth, kwenye macho yako, in your eyes. mauti ondoka, Death leave. mauti ondoka, Death leave. mauti za kichawi, Death of witchcraft, mauti za kafara, death of sacrifices, mauti za kafara. death of sacrifices. Ninaona nguvu ya majini, I see a power of demons. nguvu ya majini, Power of demons. nguvu ya majini. Power of demons. Ewe jini You demon ulioshika anga la mtu huyu, that holding the spiritual realm of this ulioshika person. uchumi wa mtu You huyu, are holding finance of this nasema person. kutoka sasa I say from kwa now, jina la Yesu, in Jesus' name, vunjika jini, be bound, be released in the name jini of Jesus. mauti, Demon of death, jini la mahaba, demon of persecution, kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. kwa jina la In Yesu. the name of Jesus. Wewe jini mahaba, You persecution demon, ng'oka kwa jina la Yesu, leave in the name of Jesus. ng'oka kwenye kiuno cha mtu Be huyu, uprooted in the breast of this ng'oka person. kwenye tumbo la Be mtu huyu. uprooted in the stomach of this Ewe person. jini, You demon, wewe jini, you demon, kwa jina la Yesu. in the name of Jesus. Kuna mtu ameolewa na jini, There's a person who is married by demon. husband spirit, Mume wa kiroho. husband spirit Mume wa kiroho. imekaa kwenye kiuno, It's in your waist. imesababisha faraka kwenye ndoa, It causes separation in the marriage. imesababisha faraka kwenye It's ndoa. separation, confusion in the Kwa marriage. jina la Yesu In the Kristo, name of Jesus wewe Christ. jini mahaba, You husband wewe spirit. jini mahaba, You husband spirit. achilia mtu huyo, Release that person. achilia uzao wake. Release his Come offspring. out, Toka. come out, Toka. come out. Toka. Pa, 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 pa. In the mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la Yesu. Jini mahaba, Spiritual husband. ninaona pete, I see ring. ninaona uliofungiwa pete, I see a ring. pete, A ring. alafu uko kwenye bahari, You are in the sea. wamekuweka nafsi yako kwenye bahari, They put your soul in the ocean. alafu naona umezingirwa na giant spirit. And I see umezingirwa na roho. Wanasema huyu ni mke wetu. They say this is our wife. Mmoja ameonewa, mmoja amekuwa queen, One of them is a queen. ameunganishiwa, They are connected. anaishi duniani lakini ameunganishiwa na kuzimu. They live in the world but they are in the heads. Anaonekana ni queen, They seem to be a queen. anaonekana ni malikia. They seem to be a queen. Nasema achilia huyo mtu, I say release that person. nasema achilia huyo mwanadamu. I say release that human. Come out, Toka. wewe shetani, You Satan. mkuu wa kuzimu, The head of the heads. umenyang'anywa ufunguo wa mauti na mamlaka ya Yesu Kristo. You've been taken the keys of the authority with Jesus Christ. Ninakuamuru kutoka sasa, I command you from now. achilia nafsi zote ulizozishikilia, Release all the souls that you are holding. achilia wana wa Mungu, Release people of God. achilia ndoa hii, Release this marriage. achilia watoto hawa Release these children. kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Hawatakuwa wavuta bangi tena, They will not smoke marijuana anymore. hawatakuwa walevi tena, They will not be alcoholic anymore. hawatakuwa majambazi tena, They will not be thieves anymore. hautawatumikisha kwenye ukahaba tena, You will not slay them. hautawaua tena, You will not kill them kwa anymore. jina la Yesu. In Jesus' Enyi name. majini, You demon. enyi majini, You demon. achilia watu hawa, Release these people. achilia mifupa yao, Release their bones. achilia miili yao, Release their bodies. achilia nyumba zao, Release their houses. achilia huduma zao, Release their ministries. achilia kazi zao. Release their works. In the mighty Kwa name of jina Jesus. kuu la Yesu. Kila mateso ya tumbo, Every suffering of stomach, mateso ya uvimbe, mateso ya pressure, tumors of cancers, mateso ya vidonda vya tumbo, ulcers, persecution of ulcers, mateso ya ulemavu, suffering of crippness, mateso ya damu, suffering of blood. naamuru kutoka sasa, I command from now, kuanzia kwenye utosi wa kichwa chako from your head mpaka kwenye wayo wa mguu, to the soles of
of your feet. Ninatamka uzima. I speak life. Uzima wa Kristo. Life of Christ. Uingie ndani yako. To enter in you. Kwa sasa hivi. Now. Na mateso ya mgongo. And those suffering of your back. Na mateso ya sumu. The suffering of poison. Kuna watu waliolishwa sumu. There are people are being fed poison. Wengine wamelishwa kwenye ndoto. Some are being fed in the dreams. Wengine wamelishwa kwa njia ya maziwa. Some in the milk. Walipewa chai ya maziwa. They have been given milk tea. Wakapewa sumu. They have been given poison. From there, tumbo likawa lina mateso. The stomach has been suffering. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Roho ya sumu. You spirit of poison. Roho ya sumu. You poison. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Haribika. Be destroyed. Haribika kwenye mwili huu. Be destroyed in this body. Achilia mwili huu. Release this body. Achilia macho haya. Release these eyes. Achilia kichwa cha mtu huyu. Release this head of this person. Achilia afya ya mtu huyu. Release health of this person. Achilia ndoa yake. Release her marriage. Achilia baraka zake. Release their blessings. Achilia kibali chake. Release their favor. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Poison spirit. Roho ya sumu. 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 Ng'oka. Be uprooted. Toka ndani ya mwili huu. Remove from this person. Toka kwenye viungo vyake. Get out of this body's person. Ninaona nguvu iliyokaa kwenye kizazi cha mwanamke huyu. I see a power that in the womb of this woman. Imekaa kwenye kizazi cha mwanamke huyu. It's in the womb of this woman. Wewe nguvu ya giza. You darkness power. Kwa sababu umeapishwa kwa sadaka. You are sitting because you have been sworn with sacrifice. Ameapishwa kwa sadaka. You have been sworn by the offering. Kama hiyo nguvu haitatoka. That power will not go out. Yesu alitoa sadaka. I say Jesus gave offering. Ya maisha yake pale Calvary. His life on Calvary. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. By his stripes we are healed. Ninaamuru kutoka sasa. I command from now. Wewe uvimbe yeyuka. You tumor melt. Wewe fibroid yeyuka. You fibroid melt. Wewe kansa yeyuka. You cancer melt. Wewe laana ya mizimu yeyuka. You curse of idols yeyuka. Melt. Yeyuka. Melt. Yeyuka. Melt. Yeyuka. Melt. Yeyuka. Melt. Yeyuka. Melt. In the mighty name. Kwa jina kula Yesu. Nyumbani kwenu wamefungwa wote. In your home they are all bound. Hakuna maendeleo. There's no prosperity. Hakuna kuolewa. There's no marriage. Alafu vifo vinafuata. Also there's death coming. Na kila ukifanikiwa unaharibikiwa. And wherever you get succeeded you are being laana ya mafanikio ya familia. The curse of laana ya familia. The curse of the family. Iliyotamkwa kwenye mji wenu. That been uttered in your city. Na mizimu kama sehemu ya kisasi. Laana ya mizimu. The curse of the idols ilitamkwa kwa familia hii. Were being altered in this family. Kama sehemu ya kisasi ya kumaliza familia hii. As a place of vengeance to finish this family. Ili wasiwe na kitu chochote. That they won't have anything. Ili wasifanikiwa kwa chochote. That they won't be prospered in anything. Nasema laana ya mizimu. I say the curse of idols. Iliyotamkwa kwenye anga la familia yako. That was being spoken in the spiritual realm of your family. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Ninaharibu hiyo laana ya mizimu. I destroy that curse of idols. Sema fire. Say moto. Sema fire. Say moto. Sema fire. Say fire. Sema fire. Say fire. Sema fire. Say fire. Sema fire. Fire. Sema fire. Fire. Usinyamaze, sema fire. Don't keep quiet. Fire. Sema fire. Say fire. Sema fire. Say fire. Sema fire. Say fire. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Kila aliyefungwa kuzimu. Everybody who's being bound in hell. Kila aliyezuiliwa kuzimu. Everybody who's being held in hell. Unaachiliwa. You are being released. Nasema unaachiliwa. I say you are being released. Shika huyo mtu hapo. Hold that person. Unaachiliwa. Shika You are huyo being mtu. released. Hold that person. In the mighty name. Kwa jina kula Yesu. Roho Mtakatifu ananiambia.
The Holy Spirit is telling me, watu wangu wamelisikia neno langu my people have heard my word na wameitika kwenye mioyo yao. and they have accepted in their Ndio hearts. maana adui hana kibali, mimi napita katikati That's yao. why the enemy have no chance. I'm going in Napita the midst. kuwakomboa watu I'm wangu. going to save my people. Nimewakumbuka watu I've wangu remembered my people walioitwa kwa jina who langu. are called by my name. Nimesema wakiomba I said my people, when they pray, nitasikia. I will hear. Bwana anambia The nimesikia Lord said they've heard. mwitikio wao. You are respondents. Kwa sababu hiyo Because of that, na wafungua I'm releasing kwa them njia ya ajabu sana. and in a way of amazing Asema way. Bwana wa He majeshi. said, the Lord of hosts. Kila mateso Every suffering walionenea nafsi yako, that they've been capture your walionenea soul, huduma yako, that they've been speaking in your ministry, mateso ya huduma, suffering of ministry, mateso ya maagenti suffering of agents, waliotamka kwenye huduma that's yako, spoken in your ministry, waliotamka kwa watoto that's wako, spoken to your children, waliotamka kwenye afya that's yako, spoken to your health. na kufungua kutoka sasa I open you kwa now mamlaka ya jina la by Yesu. the authority of the name Ninaamuru of Jesus. funguka I remember you, njia zilizofungwa, all the ways that are being maono captured, yaliyofungwa, the vision that are captured, ndoto zilizofungwa, dreams that are being vipawa captured, vilivyofungwa, the gifts that are being na bound. vifungua kwa jina la I Yesu. release in the name of Nafungua Jesus. hivyo vipawa, I release the gifts. nafungua hivyo vipaji, I release those gifts. nafungua hizo baraka, I release the blessings. nafungua huo uzima. I release the In health. the mighty Kwa name. jina kuu la Yesu. Hata kama kwenu ni wachawi, Even if at your place there are hata witches, kama kwenu waganga wa kienyeji, even if there are witch doctors, hata kama kwenu walifanya mabaya, if your family they did evil, Bwana anaambia rehema zake zinapita, the Lord is saying His mercy is passing. zinapita kwenye wito His wako, mercy is coming to your calling. zinapita kwenye afya It's yako. coming to your health. Mungu anakumbuka wewe ni nabii. God is remembering you are a Mungu prophet. alikuita akakupa unabii, God has called you. You are tena a ni nabii prophet. wa Afrika. You are a prophet of Africa. Wewe ni nabii wa Afrika, You are a prophet of lakini Africa. ulizuiliwa But you've been held in miaka mingi a lot of years. na maagenti And with agents walioona huduma who yako, saw your ministry, wakaona wivu, they saw wakaona jealousy. uchungu. They were bitter. Bwana ananiambia The Lord is telling from me, now kuanzia mbingu sasa, imefunguka, the heaven is open. mbingu imefunguka. The heaven is open. Ninasema na wewe, I'm speaking to Mungu you. anasema na wewe, The Lord is speaking to Mungu you. anasema na The Lord wewe, is speaking to wewe you. uliolaa kaunda suti, You wewe have uliovaa kaunda suti, you have counted. Mungu alikuita kuwa nabii mkuu, God called you to be a na prophet. watu wengi sana And there's a lot, wamefunguliwa kupitia wewe, and a lot of people were open lakini through wewe sio you. mtu wa kujisifu, But you are not a pride wewe ni person. mtu wa kunyenyekea. You are a humble person. Mungu ananiambia God is telling me, hata kwenye nchi yako kuna anga lilokuzuia muda mrefu. in your country there's a rhyme that has been hindering for a long Bwana time. anaambia kutoka sasa The Lord telling me from now, anafungua anga lako, He's opening the door. atakuletea watu sahihi, He'll bring a right people. utakuwa chombo cha thamani You will sana, be a precious maana vessel. amekumbuka kazi aliyokupa Because He's remembering the work He gave you. na anakuinua kutoka sasa, And He's lifting you from now. anakuinua kutoka He's sasa, lifting you from now. anakuinua kutoka He's sasa. lifting you from Mungu now. anazungumza na roho yangu. God is speaking with my Umefanya kazi spirit. kwenye mazingira magumu, You've been working hardships, lakini umekuwa baraka kubwa, but you have been a blessing kwa sababu amekuita kuwa nabii because He called you to be a na umekuwa prophet. ukimnyenyekea sana And you Mungu. have been humbling to God. Mungu amekumbuka kazi yako God has remembering your na work. ameona hukuwa mtu wa tamaa, And He saw you were not a umepita pride people. mazingira magumu, You went through hardship. na wengi uliowaamini wakakugeuka. And a lot of people you Bwana minister, they ananiambia have gone kutoka against sasa you. From now, anakusafisha, He's cleaning you. anakuongezea miaka ya kuishi, He's giving you more miaka ya years to amani, live. More years. miaka yenye nguvu, A powerful miaka ya years. kumtumikia, A powerful miaka years. ya maajabu A years of yatafanyika amazing. kwenye mikono yako, I bless you. na there. wengi wataona, And a lot will see. watashangaa, And they will be amazed. watashangaa. They will be amazed. Utanena maneno machache, You will speak few words. mbingu zitafunguka, Heaven will maana Mungu open. amekuita kama nabii wa Afrika. And people, God Asema called you a Bwana wa prophet majeshi. of Africa. Says the Jesus. Lord of hosts. Bwana anasema, Lord is saying, ninaona amekuweka kwenye mwamba, you are in the rock. ninaona mwamba,
I see a rock. Mwamba mkubwa. A big rock. Alafu nyumba yako in your house. Iko juu ya mwamba. In your rock. Bwana akaniambia. The Lord is telling me. Amekuimarisha. He's strengthening you. Kwa sababu huna kigeugeu. Because you are not turning. Kutoka sasa. From now. Ameachilia thamani yake ndani yako. He released his value in na you. Kutoka sasa. And from now. Ndoa zilizoshindikana. Marriage that's amekupa kibali cha kufundisha ndoa. He gave you na utasema maneno machache. Ndoa zitafunguka na watoto wao. Nasema Bwana wa majeshi. Says the Lord of hosts. Rakabashata basika. Rata Masaya. Omba kanisa. Pray church. Omba mbingu zimefunguka. Pray, the heaven is open. Mbingu zimefunguka. The heaven is open. Kila aliyekuwa adui yako. Everybody who was your enemy. Ninaona unatengwa na maadui zako. I see you being separated with the enemy. Naona unatengwa na maadui zako. I see you being separated with the enemy. Ninaona unatengwa na mauti. I see you are being separated Ninaona with death. unatengwa na umaskini. I see you are separated with unatengwa na poverty. umaskini. You are being separated with unatengwa poverty. na umaskini. You are being separated with unatengwa na poverty. umaskini. You are being separated with unatengwa na poverty. umaskini. You are being separated with poverty. Omba. Pray. Omba ndugu yangu. Pray my brother. Omba. Pray. Kila silaha every iliyofanyika juu yako, that it raises hiyo against silaha you, inaondolewa. that hicho kizuizi kinaondolewa. that hindrance is being taken Mungu out. anakuweka kwenye nafasi. The God is putting you in your place. Omba. Pray. Jesus. Yesu. Unatengwa kama Israeli ilivyotengwa na Misri. You are being separated like Israelite being separated with Egypt. Unatengwa kama Israeli ilivyotengwa na Misri. You are separated like Israel being separated with Egypt. Chochote ulichopandiwa kinaondolewa kwako. Anything they planted is being released. Chochote kilichotamkwa kinaondolewa kwako. Anything that will be uttered is being taken out. Jesus. Yesu. Mauti hakuna tena. There's no more death. Mauti imefutwa. The death is being deleted. Mauti imefutwa. Death is being deleted. Mauti imeondolewa. Death is being removed. Asante Bwana. Thank you, Lord. Jesus. 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 Bwana naambia umemtumikia kwa uaminifu. God is telling me you have been serving him faithfully. Maadui walifunga njia zako za utumishi. The enemy has closed your ways. Bwana naambia kuanzia sasa anafungua njia zako na kukutambulisha.
God is opening your ways from now and to introduce Taanza you. kukutambulisha. He will start introducing Na you. njia yako atafanya njia ambayo ilifichwa na utaiona mbele yako. He will make a way that was been hidden Na and you will see. utatembea katika hiyo. And you will walk in that. Ndipo utaniona mimi niko pamoja na wewe, asema Bwana. That's what you will see me being with you, Na say the Lord utaona of hosts. mkono wangu ukitenda kazi kwa namna ya pekee, asema And you will Bwana. see my hand working in an amazing way, say the Sababu Lord of nilitunza hosts. neno langu. Because you kept my Wala word. hukukana imani yako. And you will never stop your faith. Bwana anapendezwa kwa sababu ya utii wako. Lord is delighted with your Umekuwa obedience. mtii hata wakati wa mazingira magumu, umekuwa mtii. You've been so obedient even when the situation was Bwana hard. anambia nimekuondolea mitego yote ambayo maadui walikuwa wamekutega, itarudi kwenye njia zao. The Lord said, I'm removing all the traps that the enemy trapped you. They will go Na back in their utachanua ways. mbele yao. And you will flourish in his Utachanua eyes. mbele yao. You will flourish in his eyes. Jesus. 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 Kwa kuwa umekubali, Because you have accepted. kisasi cha mizimu likotoka kwa mama yako ilitaka kukuua. The vengeance of the gods of from your mother's side wanted to sababu kill ilikuwa ina you. halali. Because they have rights. Lakini nimekupigania kwa sababu umejitambua na hukunikana. But God, I fighted for you because you know yourself and you never rejected me. Mungu anakutenga na mizimu ya upande wa kizazi ulikotoka na mama yako. The Lord is separating you with the gods of where you came from, your mother's Utakuwa side. mtu wa furaha. You will be a happy person. Hautatumika tena kwa uchungu au kwa mateso. You will not save in bitterness or with sufferings. Imetesa pia mke wako na ndoa yako. Those gods have been torturing your wife and Sio your mimi, marriage. ni mizimu ilikuwa katikati kuhakikisha kuwatenganisha, lakini kwa neema yangu hamkutengana. Not you, but it's the idols that came from your mother's side. Heshima But yangu by my inakuwa juu grace, yako. it's you are not separated. Your Heshima honor yangu is ya Mungu coming inakuwa back. juu yako. My honor is upon you. Jesus. Moyo wako usihuzunike tena. May your heart be not mourning Wala anymore. usitunze mambo yaliyopita. Don't hold the back things that have Maana passed. Bwana amekusudia yaliyo mema juu yako. God is intending good to you. Usiwe mtu wa kujibu vitu ambavyo unaona vinaumiza moyo wako, usijibu. Don't answer things that are hurting your heart. Uwe mtu wa kuachilia. Be a person of release. Ndipo Roho wangu atajaa sana ndani yako. That what my spirit will be filled in Na you. atakuongoza nini cha kufanya. And he will lead you what Ndipo to do. utakuwa tofauti That's when you'll be different kwenye utumishi wako. in your ministry. Bwana amekuepusha na mauti kwa watoto wako. God is saving you from the death into Ambazo your zilikuwa na kids uhalali juu ya kizazi chako. that has been having right in your generation. Neno moja. One word. Mungu anataka usiwe na upendeleo juu ya watoto wako. God wants you to not have favor in your kids. Hakikisha Make sure kama ambavyo unamsaidia huyu, msaidie na huyu kwa asilimia hizo hizo, kwa moyo ule ule, bila kubagua. as you are helping this, help this with the same percentage, with the same heart. Ndipo utaongezewa miaka ya kuishi That's when you'll be added years na to live. kibali kitakuwa kikubwa juu ya huduma And yako. the favor will be great upon you. Kanisa lifunge na kuomba. As the church pray and fast. Walipoona kile ambacho mmefanya,
when they saw what you have cha done utukufu wa Mungu, with the glory of God, maadui waliwahi wakafunga hilo kanisa. the enemy came quickly and bound you, the church. Kasema hata kama wamejenga kanisa zuri, They say even if you build a good church, lakini watu hawatakuwa na amani, but people will not be peacefully. Hawatalikumbuka. They will not remember. Itakuwa tu kama jengo la maonyesho. You will be like, that's a building of a museum. Kanisa liombe kwa siku 3. The church should pray for 3 days. Kujitenga na maneno ya maagenti waliotamka. To separate themselves with the words that of the agents have spoken. Mungu ananiambia atakuongoza njia na neno la kusema. That's what the Lord said, they will lead you the word and the way to go. Mungu atakuja kuatamia hilo kanisa. From then the Lord will come to hover in your church. Ndipo atakuletea watoto wako wa kuwalea ambao utakuwa mzazi pande zote 4. That's when he will bring your kids to be to raise them in all sides. Uchungu na ghadhabu, A bitterness kwa mapito uliyopita with what you have been through, ya ndoa yako yamekuzuilia kwa muda mrefu Mungu kujidhihirisha kwenye maisha yako. have been hindering for a long time the Lord to reveal in your life. Mungu anataka kuanzia leo The Lord wants from today, usikumbuke mambo ya zamani. don't remember the former things. Amekuchagua wewe, He chose you, na huo ulikuwa ni mlango wa kukupima wewe jinsi ambavyo unaweza kukutumikia. and that was the door to test you on how you will save him. Wakati mwingi umenipendeza, A lot of time you delighted me, lakini umeangalia mazingira ya ndoa yako, but you have been looking the environment of your ukapata ministry, uchungu ndani yako, and you got bitterness in na your Mungu heart, akakosa nafasi ya kuingia ndani and yako. God failed to get a place in you. Utakapoachilia uchungu usiwe ndani yako na kusamehe, As you release bitterness to not be in you and forgive, nitakung'arisha kama pesa. I will shine you as silver. Kila mwanadamu anapenda pesa. Every human loves money. Kila mtu anapenda pesa. Everybody loves money. Mungu atakufanya kama pesa. The Lord will make you like money. Watakuangalia, watakupenda They kama will pesa. look at you, they will love you like Utakuwa money. na ladha utakisimama. You will have taste as when you Nitakutumia stand. kwa utukufu. I will use for my glory. Baba, asante. Naomba Lord, kila mtu amshukuru Mungu. Please, Shukuru everybody tu Mungu. give thanks to the Lord. Shukuru tu Mungu. Give thanks to the Lord again. Mpa Yesu makofi. Clap for Jesus. Mpa Yesu makofi. Clap for Jesus. Imekuwa katika jina la Yesu. It is in the name of Jesus. Imekuwa katika jina la It Yesu. is become in the name of Jesus. Kila mzigo mzito na mateso uliokuja nayo, wewe umefunguliwa, umetengwa na mauti, imekuwa mzima katika jina la Yesu. Every heavy laden you came with, you are being separated in the name of Jesus. Amen. Amen. Namisha kichwa chako, tumshukuru Mungu. Bow your head, let's thank the Lord. Baba, asante. Father, thank you. Hifadhi watu wako wanapoondoka, Protect your people as they are going. na uwalinde Protect them hata watakapofika manyumbani na mahali walikofikia wakiwa salama. to when they go to their homes and to places where they are safe. Achilia malaika wako kila upande, Release your angels every side. kisha kila moja awe salama, Everybody to be safe. na kesho utawarudisha wakiwa salama, And tomorrow you bring them back as they are safe. na watakushuhudia na watakuinua wewe uliye hai. And they will testify and lift you who are alive. Tunalibariki jina lako katika jina la Yesu We Kristo. bless your name in the name of Jesus Christ who is Sema alive. amina. Say amen. Pungia mkono wako kama Wave your ubarikiwa. hand if